Tumsifu Yesu Kristo. Akamkazia macho, akampenda. Maisha matakatifu, hayo ni maisha ya sala na kazi. Hakika maisha ya sala na kazi ni maisha yanayompendeza Mungu. Ndugu yangu, leo mama kanisa anatupa tutafakari Mtakatifu Petro Kristoloji. Huyu alizaliwa huko Italia mwaka 380. Lakini baadaye aliteuliwa kuwa askofu na mwalimu wa kanisa katika jimbo la Ravenna huko Italia. Alikuwa na fadhila nyingi sana. Alihubiri kwa ari kubwa. Alikuwa na hekima katika kuongoza jimbo lake la huko Italia. Hebu ngoja tusome kidogo hapa jinsi ilivyo, kwa sababu ni historia fupi. Ni kumbukumbu ya hiari ukisoma katika breviary. Nasema kwamba Petro alizaliwa mwaka 380 huko Imola, Italia. Hatujui habari za wazazi wake wala ya maisha yake, lakini mwaka 424 kwanza alipohubiri katika kanisa la Ravenna, aliwaambia Wakristo, na kuja kwenu kama mganga ili niwaponye, kama mchungaji ili niwaongoze, kama mama niwalishe, na kama baba ili niwakinge na kuwafikisha mbinguni. Sikilizeni mafundisho yangu. Alifanya bidii kubwa kuziondoa desturi zilizokuwa ovyo, akiwakaripia wale waliokwenda kuhudhuria michezo mibaya, akisema, kitaka kucheza na shetani duniani, hamtaweza kufurahi na Yesu mbinguni. Kila siku alihubiri kwa nguvu sana, kiasi kwamba sauti yake ilimpwelea kwa kule kusema sana. Aliwashauri Wakristo wasali kila siku, wafanye kitubio na kuwapa maskini sadaka na kupokea komunyo. Alilitawala jimbo la Ravenna kwa hekima kubwa kwa muda wa miaka 18. Alikufa Imola mnamo mwaka 450. Papa alimtaja kwa mwalimu wa kanisa mwaka 1729. Ndugu yangu, yapo mengi sana ya kutafakari, ya kujifunza kupitia huyu mtakatifu Petro Kristoloji. Petro Kristoloji. Huyu mtakatifu kwanza kabisa alikuwa na bidii kubwa kuziondoa desturi zilizokuwa ovyo. Ni desturi gani za ovyo tunazozungumzia hapa? Naweza kupata tafakari gani? Desturi za ovyo hapa mimi nachukulia kama tabia isiyo sawa, maadili yasiyo sawa. Mimi binafsi nina tabia gani ambayo sio sawa? Nina tabia gani ambayo ni ya ovyo katika jamii? Nina tabia gani ambayo haifai katika jumuiya? Nina tabia gani ambayo sio ya misingi ya kiimani Mungu kadiri Mungu anavyotaka? Nina tabia gani na desturi gani ya ovyo? Kwa sababu desturi ni mazoea. Kama tulisema fadhila ni mazoea kutenda mema, basi hii desturi ambayo ni ya tabia mbaya ndio aliyoshughulika kuiondoa. Sasa katika nyakati zangu mimi nina desturi gani ambayo naendelea nayo, ambayo si sawa mbele za Mungu, si sawa mbele za wanadamu, na si sawa mbele yangu mimi mwenyewe? Leo mtakatifu huyu ananikumbusha kuweza kuziondoa hizi desturi. Lakini pia tunaona huyu mtakatifu alikuwa na ari ya kuhubiri Injili, kuhubiri habari njema, kumhubiri Kristo. Naambia mpaka sauti ikapwelea, yani mpaka sauti ikabadilika, yani ikabadilika. Kuna neno analitumia hapa anasema ilimpwelea, ilimpwelea. Yani sauti yake hapa nachukulia kama mfano wa sauti, yani unajua ulishawahi kuwa na labda kuna homa fulani hivi, unasikia kwenye koromeo lako kama kuna sauti ukizungumza haitoki vizuri, haitoki vizuri. Wewe unaelewa vizuri zaidi. Sasa hivi ukichukulia huu mfano wake, na ukijilinganisha wewe mwenyewe binafsi unapohudhuria kwa mfano misa takatifu. Mimi mara kadhaa sio mara kadhaa, kila siku nahudhuria na shiriki baada ya misa takatifu. Unakuta mtu
katika kuitikia anaitikia sauti ndogo. Sasa unambania nani sauti? Kumbuka liturujia ni ya pamoja, sio ya mtu mmoja, sio ya watu wawili, sio ya wanakwaya peke yake. Mwenzako hapa Mtakatifu Petro sauti ilimpwelea. Wewe unabania sauti ya nini? Unabania sauti ya nini? Tumsifu Yesu Kristo. Mbona wakati tupo kwenye mashindano, tupo kwenye michezo, tunaongea sauti kubwa? Tunatoa sauti kubwa. Mbona tukienda kushangilia mpira tunatoa sauti kubwa? Mbona tukiwa tunaongea na wenzetu tunatoa sauti kubwa? Tukiwa tunaongea na watoto wetu nyumbani tunatoa sauti kubwa, tuna shout, tunatoa sauti kubwa. Mbona tukiwa tunaongea na marafiki zetu tunatoa sauti kubwa? Kwa nini tusitoe sauti kubwa mbele ya Mungu? Liturujia ni kwa ajili ya wote. Tutoe sauti katika liturujia yetu tukipata funzo kupitia mtakatifu huyu Petro Christology. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nakushukuru kwa kuendelea kusubscribe channel ya Hazina Kanisa Katoliki. Ambao umesha subscribe, ambao hujasubscribe, naomba uendelee kusubscribe. Comment, share link hii ili tuendelee kushirikishana makuu ya Mwenyezi Mungu na haya mama kanisa aliyotupatia. Tumsifu Yesu Kristo. Tukutane katika video ijayo. Nice to meet you.